tunafika kule kwenye vilinge vyao, kwanza tunaanza kwenda kwenye makaburi. Kama mtu amekufa leo amekufa usiku, wanakuja pale wachawi wanamchukua yule mtu, wanachukua dawa, wanamwagiana watu tu, wanajua kama bibi tu amekuja pale. Mtu aliyeokoka, kama unataka uombe, unataka kama unaomba, inatakiwa uombe, yani kama unasema napiga na haribu vilinge vyao, haribu kweli, yani pale unakuwa unaharibu kweli. Napiga kwenye vilinge, unapiga kweli. Napiga kwenye anga, pale unapiga kweli. Nazivunja usafiri wao, unavunja kweli. Nafunga njia zao, unazifunga kweli. Yani kila unachokisema kinakuwa kweli. Jina naitwa Sofia Juma. Nimezaliwa mwaka 2001. Nimemaliza shule ya msingi mwaka 2016. Nimemaliza shule ya msingi Majimaji iliyoko Songea. Maisha yangu mimi, nimelelewa na bibi yangu. Mama yangu aliondoka, alikuja Dar es Salaam. Aliolewa na bwana mwingine akaniacha nikiwa mdogo. Nimelelewa na bibi yangu. Nikiwa nikienda shule, nikirudi shule nakuta bibi yangu ampika chakula. Kama kikiwa kidogo ananiwekea, kikiwa kingi ananiwekea. Mimi nikawa nashangaa, mbona bibi chakula kiko kidogo ananiwekea? Kaniambia hamna, mimi kula bila kukuwekea wewe si riziki. Mimi nikawa nashangaa. Kila siku hivyo baba yangu akaondoka akaenda kijiji cha pili ambako kwa jina kunaitwa na Miungo. Ameishi hapo, alikuwa anaenda kulima. Mimi nimekaa na bibi yangu pale. Siku ya kwanza nimeshangaa, usiku nimelala, asubuhi nimeamka najikuta nimevaa gauni jeusi. Nikaenda kumwambia babangu, alirudi akawa anakaa kwenye nyumba yake. Nikamuuliza, nikamwambia baba, mbona nimevaa gauni jeusi? Ananiambia sasa umekuvesha. Nikamuuliza bibi, akasema alivaa mwenyewe, kumbe sikuvaa. Siku ya pili, siku ya tatu yake tena nikilala naota njozi kwamba kuna mtu amenichukua, bibi amenichukua, ananiambia mjukuu wangu, chukua hivi vitu hivi vitakusaidia na kuacha mkoba, mimi nikija kufa utakupatia ni mkoba wa uchawi. Mimi nikashtuka, nikaamka. Bibi akaniuliza vipi? Nikamwambia nimeota njozi, wewe umenikabidhi mikoba. Akaniambia hamna, hizo njozi tu watu wengine tu. Mimi nikalala, sikumwambia baba wala nini. Nimelala asubuhi. Siku ya pili yake tena nikaota ndoto nafukuzwa na simba. Nimefukuzwa, nataka nikamate, nikashtuka, nikaamka. Nikaenda kumwambia baba. Baba ndo akaniambia hizo ndoto ukiona hivyo kuna mtu alikuja kukuloga. Mimi nikamwambia haya. Akaniambia basi subiri siku ya pili yake tutakupeleka kwa mganga, subiri kesho. Mimi nikamwambia haya. Nikaenda kumwambia mama yangu mkubwa. Mama mkubwa wangu akaniambia hivi, sisi dini yetu hatuamini mambo ya kishirikina. Hakuna kwenda kwa waganga wala wapi. Ila ukilala, kwa sababu sisi ni Waislamu, ila ukilala uwe unasoma dua. Mimi nikamwambia haya. Nikiwa nikilala nasoma dua, ila nikisoma dua njozi zile zinajirudia tena, naota vile vile. Sasa siku tete yake ndio mimi mwenyewe nikaamshwa, najielewa kabisa. Akaniambia hivi, mjukuu wangu, chukua hivi vitu, mimi nikifa vitakusaidia. Na babu yangu akaniambia, kwa sababu babu yangu alikuwa anaumwa sana, ila vyote alikuwa ananielezea bibi. Babu anakata hapo anaitikia tu hivyo vitakusaidia. Mimi nikasema haya. Nikaipokea vile vitu. Nilipopokea akaniambia viangalie. Nimeviangalia naona vitu vya kutisha. Nikamwambia, mbona bibi vitu vya kutisha? Mimi nikajua tu mkoba tu wa kutilia kama nguo nini, ila kama hivyo chukua. Akaniambia kaa navyo. Mimi sikuombea asubuhi, nikasema hivi naviweka hapa, asubuhi nitamuonesha baba. Nikawa nasema moyoni. Asubuhi nilipoamka kwenda kuangalia palipokaa mkoba, siuoni. Kutafuta ndani mote siuoni. Palikuwa na mtungi. Huo mtungi akaniambia mtungi huu usifunuliwe. Mimi sikufunua ule mtungi kwa sababu nilikuwa naogopa, niliambiwa tangia zamani. Ndio nimetafuta pale sikuviona. Nisikia pili yake nimeenda shule, nimerudi. Nimekaa namkuta babu anaumwa. Babu sikia tete yake tena babu akafa. Alipokuwa alikufa babu, mimi nikaota njozi. Ule mkoba nimekabidhiwa. Vile mkoba wamebadilisha vitu vyote vya kwenye mkoba, mbadilisha kuwa nguo. Mimi asubuhi nikiamka navaa, ila nikawa tu mimi na sita. Si nimeota njozi kwamba nguo zangu zimebadilishwa, vile vitu nilivyokabidhiwa vimebadilishwa kuwa nguo. Mbona viko hivi? Mimi sikumwambia baba, nikakaa tu kila siku mpaka bibi yangu alipofariki. Alipofariki bibi yangu, sasa nikawa usiku nachukuliwa, najiona tu. Siku nyingine naota njozi nimechukuliwa, nimepaa na paa juu. Siku nyingine tena naota njozi nimechukuliwa, sijui tumeenda kuanga, tumeenda makaburini, tunakula nyama. Siku moja nikaota njozi niko shule, nimechelewa kurudi,
nikamkuta bibi yangu. Nimechelewa kurudi, nimeenda kwa mwalimu mkuu kwenda kuangalia TV. Nimeangalia nimetoka saa 2. Nilipotoka kuangalia kwenye nyuma, nimegeuka nyuma kuangalia shuleni. Naona watu wamevaa gauni jeusi na jeupe. Nikiangalia kiwanja cha shule cha mpira, na kuta kuna watu, una moto mkubwa wanachoma nyama. Mimi nikasema hivi nini? Mimi nikaenda. Nataka nitoke tu niingie kwa mwalimu mkuu, na mwana mtu tu amekuja pale ameninyanyua. Nimeenda pale kuna kile kiwanja, wamechukua zile nyama, tukaondoka tukaenda makaburini. Tumekula zile nyama na mimi nikala, ila mimi nikawa tu nalia. Wale wamecheza ngoma, wamesijui nini, wamemchukua mtu, wanamchezesha mtu yuko usingizini, wanamchezesha. Ila huyo mtu alikuwa ni baba yangu mimi. Wanamchezesha, akaniambia, "Sasa hapo unataka baba yako tumfanyaje?" Mimi nikamwambia mimi sitaki kitu chochote kile. Akasemaje, "Hapo tunakupa masharti. Na natakiwa uache shule. Kama unataka kuacha shule, ukimaliza darasa la 7, usiende shule, usiendelee shule." Mimi nikamwambia, "Mimi sitaki, nataka niendelee." Akaniambia, "Utaendelea shule ili ushughulike na hii kazi." Mimi nikawa tu najiuliza, bibi si amefariki? Sasa mbona hapa namuona, najiuliza roho ndio baba yangu anamchezesha, wanampiga, wanamfanya hivi, wanamlisha nyama. Mimi nikatoka hapo, wakasema hapa baba yako inabidi tumfunge ili asipate hela, hata kama wewe ukifaulu usiendelee shule. Mimi nikasema haya. Wakachukua pale, wakamchukua mdudu mmoja, walienda mtoni, wakamkuta mdudu mmoja anaitwa Kalakacha, wakamfunga kwenye elizi, wakampa nyama. Kumbe ile ilikuwa nyama ni elizo alimmezesha, kulikuwa na mdudu, ili baba yangu asipate hela. Akipata hela asiwe na maendeleo yoyote, asifikirie vitu vyovyote. Baba yangu akawa akipata hela anaenda kunywa pombe. Akaniambia, "Nitakusomesha, nitakununulia daftari." Aninunulii, anaenda kunywa pombe. Kila siku hivyo hivyo, kila siku. Sasa baba yangu akaondoka, akaenda machimbo. Alipoenda kule machimbo, akapata hela. Alipopata hela, ameondoka, akasema sasa leo narudi. Anataka arudi nyumbani. Ameondoka kabisa, amevuka mto. Amefika mbele, akakutana na askari, wakamshika, wakamrudisha tena kule machimbo, wakamfunga lile jiwe, wakamnyang'anya. Kumbe vile vitu vyote alifanya nani? Babu yangu, ili baba yangu asipate hela, asiwe tajiri. Baba yangu mdogo mimi, na yeye naye akakabidhiwa mikoba, akakubali. Akamwambia unatakiwa umuue mwanao. Akasema, "Nimuue mwanangu?" Akasema, "Ndio." Akasema, "Haya, yaani huu mwaka usiishe bila kumuua mwanao." Akakubali, akasema, "Lakini subirini kwanza nijifikirie, kwa sababu mtoto mwenyewe ninao mmoja." Akamwambia, "Inatakiwa ufanye hivyo." Akasema, "Haya." Akarudi asubuhi, ameamka, akasema, "Hapa nitafanyaje?" Akaenda kwa mganga, akamwambia, "Nataka dawa nimuue mtoto wa kakaangu." Akampa dawa. Kwa hiyo wale watu wakakubali, kama nataka kumuue mtoto wa kakaako, akamwambia inabidi watoe 2. Akasema, "Haya." Alivyokafariki babu yangu, akafa na mtoto wa shangazi yangu wa kiume. Alivyofariki bibi yangu, akafa na mdogo wangu mimi wa kike. Tulikuwa wa kike 2, kwa hiyo sasa hivi nimebaki wa kike mmoja. Nilipomaliza darasa la 7, mama yangu akasema hivi, "Inatakiwa uje huku." Mimi nikamwambia haya. Wale watu wakaniambia, "Unatakiwa uende kwa mama yako." "Kwa mama yako usiende." Nikamwambia, "Mimi naenda." Wakaniambia, "Usiende kwa mama yako." "Kwa mama yako kafanya nini?" "Ukienda kwa mama yako huko, si mambo yetu hayajakamilika." Nikamwambia, "Kwa nini?" Wakaniambia, "Kwa mama yako kunatisha sana." Nikamwambia, "Hawezi kukatisha. Mama yangu hayuko kama nyinyi." Wakaniambia, "Usiende." Mimi nikamwambia naenda. Asubuhi nimeamka, akasema mama mkuu, "Mama yako inabidi tumwambie atume hela." Akamwambia, "Mama." Akasema, "Mimi sina hela. Mwambieni baba yake." Nikaenda kumwambia baba. Baba akasema, "Nikipata hela nitakupa." Baba akipata hela, ile hela anipi, anaenda kunywa pombe. Akipata hela anipi. Kumbe alikuwa anafanya vile ili mimi nilikuwa mikoba bado hajanikabidhi. Alipofanya vile, wakanikabidhi mikoba, akaniambia hiyo ondoka naye. Mimi nikakataa. Kumbe vile vitu aliweka kwenye ngula, mimi sikuviona. Nikabeba mkoba wangu, siku ya pili yake amekata tiketi, amepata. Nikabeba mkoba wangu, tukaenda stendi, nimepata gari, nikaja huku. Nilipokuja huku, nimefika nyumbani siku ya 3 yake. Nimelala usiku. Ninaota njozi, amefika mtu, amenichukua, tumeenda Songea. Siku nyingine tena nikipika chakula, wanakuja na niambia hiki chakula tunabadilisha. Wewe si hutaki kwenda kule?
kama hapo sasa hivi tumekupatia site, tunabadilisha chakula kinakuwa nyama, kule si nyama uli. Kwa hiyo acha tubadilishe kichakula kiwe nyama. Mimi nawaambia sasa mbadilishe kiwe nyama, kwa nini wengine hivi hawapenda? Akasema watapenda tu, kwanza watajua. Sasa wataona kwamba chakula ndio wanatoa kile chakula, wanabadilisha kinakuwa nyama. Zile gesi wanazima, wanaweka tu miale kama kama gesi lina nani, kama moto nimewasha hivi, kumbe sio moto wala nini. Nikimaliza kile chakula kile mtu anamega chakula yake anakula. Kumbe ile ilikuwa ni nyama. Mama akaniambia siku ya pili yake, hapa nitakiwa uende kanisani. Mimi nikamwambia mimi siendi kanisani. Akaniambia uende kanisani kwa nini? Nikamwambia hamna. Akasema haya, ukitaka wewe mwenyewe utakuja kwenda. Mimi nikasema haya. Nimekaa imefika siku ya mkesha, ilikuwa siku ya Jumanne. Mama akasema mimi naenda kwenye mkesha. Nikamwambia sasa mimi nyumbani nilibaki peke yangu. Akaniambia ndio, ukitaka twende. Nikasema basi mimi naenda leo tu, kwa sababu nyumbani naogopa kubaki peke yangu. Akasema haya twende. Mama alikuwa hajui chochote. Tukaja kanisani. Nilipokuja kanisani, mchungaji anijui, mimi simjui, ndio kwanza namuona. Mama akaniambia ukifika kanisani utakaa tu, hautajishughulisha kitu chochote kile. Mimi nikasema haya. Nimefika kule, nimekaa na shangaa mchungaji ananiita, wewe njoo. Nimefika pale akaniombea. Alivyoniombea mimi ndo nikaeleza haya yote, nikamwambia. Baada hapo nikaanza kuelezea asili kwamba bibia kule kama usiku nimechukuliwa, nimeenda kule makaburini. Tukifika kule kwenye vilingeji yao, kwanza tunaanza kwenda kwenye makaburi. Kama mtu amekufa leo amekufa usiku, wanakuja pale wachawi, wanamchukua yule mtu, wanachukua dawa, wanamwagiana watu tu, wanajua kama bibi tu amekuja pale. Mule kwenye maiti, mule kwenye msiba, anakuja bibi anakaa mule ili kukaa na nani wafiwa. Hakika mule anatoka, anaenda kule kwenye msiba, anamwagia dawa, anamchukua yule mtu, anaacha mgomba. Ila watu wanamuona tu kama mtu. Kwa hiyo akifika kule usiku anasema jamani, nyama ile hii twendele tuichukue tule. Wanachukua ile nyama, yule mtu anamkata, wanachukua, tunakula matumbo, wanachukua, anafanya kamba. Kama mtu akitaka kumchukua kumfunga, wanamchukua, anachukua matumbo, anafanya kamba. Ile vile vitu vingine vyote wanakula. Siku nyingine mama nilikuwa nashangaa huko akiomba kule vinapotokea. Kama anasema tunapiga kwenye anga, wale wanakimbilia kwenye vilinge. Tunapiga kwenye vilinge, wanakimbilia kwenye anga. Tunapiga kwenye anga, kwenye vilinga, wanakimbilia makaburini. Tunapiga makaburini, wanakimbilia kwenye viwanja. Hapo ukitaka kuomba, kama wewe unataka uombe, useme tunapiga kwenye anga. Ukisema napiga kwenye anga, wanakimbilia kwenye vilinge. Ukisema napiga kwenye vilinge, wanakimbilia kwenye anga. Ukisema napiga kwenye anga, napiga kwenye vilinge, napiga kwenye makaburi, wanakaraka pale kuna kukimbilia. Kila anakokimbilia wanakutana na upanga. Kila anakokimbilia kutana na upanga. Kama wewe unaomba huko nyumbani kwako, ukisema nafunika nyumba yangu yote kwa damu ya Yesu, najifunika kwa damu ya Yesu, nafunika vitanda vyangu kwa damu ya Yesu, inakuwa vile vile kweli. Yaani ukisema nafunika kwa damu ya Yesu, wale wachawi wakija, wanakuta kweli damu ya Yesu kweli. Siku moja mama aliomba, akasema nafunika kwenye kitanda chetu, nafunika nyumba yetu, wala akasema usiku akaja. Walipokuja pale, amefika kitandani pangu mimi, akamkuta mdogo wangu mimi kwa jina anaitwa Joshua. Alipofika pale wakanikuta mimi nimelala. Mimi nawaona wala mimi hawanioni. Pale pote pamefunikwa kwa damu ya Yesu. Yule mtoto ndio amuone kabisa, najua wanasema sawa, uko wapi? Pone una kitanda tu. Kama mtu akitaka asizae, kama mdada tu anataka asizae, au mama tu ambaye bado hajazaa ndo anataka amchukua asizae, usiku anaanza kwanza kunani, wanamdisha vitu visivyoeleweka. Kuna unga. Huo unga ukiingia tu, kama mtu unafika kwenye mfuko wa uzazi, wanaharibu mayai yote. Ndio akifika pale yule mtu usiku akifika, wanamnusisha unga. Ule unga unafika mpaka kwenye sehemu ya uzazi, unaingia mpaka ndani, unafika sehemu ya uzazi, unaharibu vitu vyote. Usiku akifika wale mtu wanamchukua. Ukimchukua yule mtu, wanaenda wanachukua kitu kimoja kinaitwa, kuna mdudu. Kwanza kuna ndumba na kuna ule unga na kuna mdudu. Huyo mdudu ipo kama na mjusi, ila sio na mjusi, sijui anaitwaje jina lake sifahamu. Yule mdudu anamchukua yule mdudu, wanampa yule mtu, yule mdudu anamtoa yale magamba yake, wanaacha ile nyama, wanamlisha. Alafu anachukua yale magamba, wanamlisha. Akifika kule yule mdudu anaunganika, ndo anaenda kuweka kwenye mfuko wa uzazi. Akifika pale yule mama wanachukua ile ndumba, wanapiga kwenye sehemu ya mfuko wa uzazi, wanapiga pale, wanamwagia yule unga.
vile vitu vyote vinakaa kwenye mfuko wa uzazi. Yule mama anaanza kuumwa tumbo, hazai wala nini. Ndio anamchukua yule mdudu aliyokaa mule, akitoka yule mdudu kuna vitu anatoka navyo. Vile vitu akitoka navyo anavifunga vile vitu kwenye katika ilizi, wanaviingiza tena kupitia hewa, vinakaa kwenye tumbo. Kama unaomba tunasema tunabomoa vilinge vyao vyote, tunavunja ndumba zao, na pale mnavunja kweli. Malaika upanga tunabadilisha mikono yetu kuwa upanga na kuwa mipanga kweli. Tunakata vilinge vyao, tunakata ndumba zao zote, tunazivunja pale mnazivunja kweli. Tunabomoa vilinge vyao, mnavibomoa kweli. Tunapiga mnapiga kweli, yani mnawapiga pale, mnawapiga. Tunapiga kwenye vilinge. Kama nasema tunapiga, yani takiwa ukiomba sema tunapiga kwenye vilinge, tunapiga kwenye makaburi, tunapiga kwenye anga, tunapiga kwenye nyungo zao zote, kwa sababu usafiri wanafanya nyungo. Tunazivunja nyungo zao zote. Hakuna cha usafiri pale, wanapigwa. Tunapiga kwenye majumba yao yote, wanapigwa. Siku moja tulikuwa kwenye vilinge. Alipofika pale usiku, mama akawa zilikuwa siku ya mkesha, wakawa naomba siku moja. Walipoomba tunapiga kwenye vilinge, watu wanapigwa, ila mimi nikakaa tu, na mimi nikawa nasema kwa sababu mimi kuomba nilikuwa sijui, nikawa nakaa tu nasema sasa mimi hapa kuomba sijui, na kanisani sasa hivi naenda nitafanyaje? Mimi nikawaacha hapa nimekaa pembeni, wala wanapiga, tunapiga wanachai yote. Tunapiga kwenye vilinge, wala wakawa wanapiga kweli, wakienda huko nakutana na upanga, wanapigwa mpaka akapigwa bibi yangu mimi, akafa yule bibi yangu. Kama mchawi anataka usimpige, kwenye maombi anafanya hivi. Wakifika pale, ukifika kanisani, yule shetani anakuja. Akifika pale, kuna vitu anavichukua vile vitu. Ila vitu hivyo mimi sijui ni vitu gani. Wanakumwagia vile vitu, wakikumwagia, yani ile roho ya kuomba wanaichukua, wanachukua roho yake, wanakuwekea. Kwa hiyo pale ukiwa unaomba unafikiria nyumbani, nyumbani kuna kitu fulani kule, huku naomba. Ninapiga majeshi, wale majeshi hawayafikii wala nini. Si pale huku naomba nafikiria nyumbani, roho yako iko ameacha nyumbani kwako, wamechukua roho yako ameacha kwao, kule ameacha roho ya shetani. Ukiomba pale unaomba vingine. Ukisema sijui unapiga sijui nini, unapiga vingine. Unafanya sijui nini, nafanya vingine. Ukiomba nafikiria vingine. Kama wewe unasema nataka wachai wasipae, pa kuomba unafanya hivi. Ninapiga ninavunja usafiri watakao utumia usiku wa leo. Ninauharibu usafiri huo. Ninaharibu njia zao, nazifunga njia zao. Kama ndo amepanga usafiri, kama wako juu unasema hivyo, ile ndege inahangaika, ile njia ile mbele kule unaifunga, na ile ndege inaanza kuhangaika, unaivunja ile ndege, inahangaika, wanadondoka chini, wanaenda kiona hapo tunataka tudondoke. Wanashuka ile lizi ile, wanaiambia mkuu twende chini. Wanaenda chini, wakifika pale wanadondoka, kila mtu anadondokea kwake. Ile nyungo tunaivunja nyungo yao usafiri. Mnaivunja ile nyungo, wala watu wanakimbilia kwao. Chawi yeye njia anayopita, kama anaenda sehemu anapita njia hiyo na anarudi hiyo. Kwa mfano wewe umechelewa kuomba, mchawi ameshapita ameenda kula anakoenda. Alafu umeshtuka umeamka unaomba. Ukiomba yule mtu anafanyaje? Akifika kule kama anataka arudi, akifika kule anakuta njia mbele kule njia imefungwa. Wakikutana kwenye vilinge wachawi, wakifika pale kama mtu anaanza kusema mwenye mashtaka yote, mtu anasema mimi nashtaka fulani, kama mimi shtaka langu mimi nilisemaje. Wakifika pale, wewe mboni huko sawa? Nikamwambia hivi, mimi daftari langu nimeibiwa. Akasema daftari lako umeibiwa? Nikamwambia ndio. Kwa hiyo unatoa uamuzi gani? Nikamwambia mimi sina uamuzi wowote yule, ila watajua wenyewe waliobeba. Akasema sisi tunachukua uamuzi. Wakamuua mwanafunzi mwenzetu mmoja, wakamuua. Walipomuua yule mwanafunzi, wakamchukua yule mwanafunzi, walimchukua mwenyewe. Yule mwanafunzi ameenda mtoni. Alipofika kule mtoni, kumbe mmoja anamfuatana na shetani yupo, mchawi yupo. Alipofika pale mtoni, akamwekea roho, yani akusema kwamba ni nani niingie mule. Yani ile bodi ilikuwa kubwa, anakataza watu kuogelea. Yeye akafika mule akaingia ili aogelee. Alipoingia mule, akasema jamani, mimi naenda hiyo moja kwa moja. Akaingia kweli. Alipofika mule, yule mtu amenania mpata tabu akafa. Alipokuwa akamchukua yule mtu, wakamwacha kivuli chake. Sasa nimeokoka, ninampenda Yesu. Jina langu naitwa Grace Juma.